We Jalali muombe tuzima, hapa mapenzi salama. Bana, watu wa Katoro wamejua kuitikisa nchi. Of course kwa siku hizi 2-3 takataka zote ambazo zimefanyika zilifunikwa na send off ya mtoto wa bilionea wa Katoro. Yani ilikuwa ni kama vile hakuna kitu kingine chochote ambacho kimefanyika. Sijui Nandi Festival, miaka 30 ya Bongo Flava, sijui sherehe ya birthday ya Mama Dangote. Hivyo vitu vyote vilifunikwa, mpaka BSS ilifunikwa. Uogopi noma kabisa. So katika video hii bana, nimekusogezea list ya mambo 10 ambayo yalitikisa nchi. Jambo la kwanza ni biharusi bwana. Biharusi alikatazwa na baba yake kutembea ardhini siku ya send off. Noma kabisa. Na maneno hayo aliyasema biharusi mwenyewe pale ukumbini alipopewa mic katika kumshukuru baba yake, mpaka chozi lilimtoka. Akasema da, yani baba alinikataza kabisa kukanyaga ardhi. Hebu tumsikilize biharusi. Natembea angani, umenikatalia kutembea na gari. Huyo ni bibi harusi analia kwa kufanyia wema na huyu hapa baba yake. Tajiri GSM. Yaani kifupi amekatalia kutembea na gari, akamwambia utatembea na ndege. Hii imenikumbusha hata mimi kwenye harusi yetu Sumbawanga. Wazee walikataa nisitembee na gari, wakaniletea ungo pale. Nilikatiza nao mitaa ile. Basi ndo kama hivyo bana. Bidada kakatazwa na mshua kukanyaga ardhi katika siku yake ya send off. Na hiyo ni send off, tukumbuka, sio harusi. Noma. Namba 2 ni tukio la King Kiba bana. Ali Kiba, huwezi amini, aligeuka kuwa chawa wa Katoro kwa muda. Ogopa sana kumwona King amegeuka kuwa chawa. Hebu msikilize Ali Kiba hapa namna ambavyo alikuwa akimwaga sifa kwa wale matajiri ambao walikuwepo pale ndani. Si ushazoea kumuona Mwijaku ndo akiwa chawa. Sasa hebu leo mshuhudie King Kiba akichukua nafasi ya Mwijaku kwa muda. Nimekuja katika sehemu ya matajiri, katika watu ambao wanasifika, wanajua kabisa kuishi, ni watu wa Katoro, watu wa Geita, watu wa Mwanza. Hebu njoni mwape pongezi kidogo, lakini kistaarabu. Bana, hiyo ndo nguvu ya pesa, ambayo pesa inaweza ikahamisha hata milima. So this is it. Na kuhusu Kiba kuwa chawa kwa muda bana, kwa watu wa Katoro, hiyo issue ni watu wengi sana wameizungumzia katika videos ambazo zilizokuwa zikipostiwa. Kuna comments nyingi sana, watu wakishangaa, Kiba kaanza lini uchawa? Jamani, hiyo ni nguvu ya pesa. Jambo la 4 ni machawa za matajiri wa Bongo. Jambo la 3 I think jambo la 3, machawa matajiri wa Dar bana wameanza kuwapiga vita matajiri wa Katoro. Tumemuona Mwijaku, tumemuona Doto Magari pia wakidai kwamba Katoro, Geita nzima kiujumla kule hakuna matajiri. Doto Magari anadai kwamba eti Geita hakuna matajiri, kule kuna wawekezaji. Mwekezaji ni nani? Bana, elimu ni muhimu, tupeleke watoto shule. Msikilize Doto. Tena nyote watu wa Nyamongo, tena uko Musoma, Geita, sijui wapi uko Mwanza, mnatuchosha. Kwa nini mnapenda kujisifia matajiri wako huko? Huko kuna tajiri sasa huko Geita, Musoma, Mwanza. Huko kuna wafanyabiashara, wawekezaji, watu wa kushinda kwenye mashimo kama nyoka. Mtu kapata jiwe lake la B2, B3 tayari ekaeka. Makelele mengi, watu watukumui Dar es Salaam. Matajiri wako huko, kuna matajiri sasa huko. Matajiri wote mnamiliki C100 gari za polini za kuindia hizo. Hizo C100 Dubai zinakimbiziwa wezi hizo. Mmezijaza kwenye harusi. Sasa tajiri wote mna magari aina moja. Kama uniform za chuo. Mzumbe. Kweli jamani? Matajiri mnakiwa kila mtu ana gari aina peke yake. Huyu ana gari la B5, huyu ana gari anaoendesha mtu Fudenke Marekani, huyu ana gari anaoendesha mtu Fudenke Urusi. Matajiri wote mna C100 ya petroli, diesel ya kuindia polini. Kweli jamani? Au kuna wezi huko? Maki wote mna C100. Maki C100 kibao ziko Dubai zinakimbiziwa wezi. Na nitakuonyesheni hapa ninavyoongea. Sasa je, Nyamongo kuna matajiri sio wametoa undi ya B1? Matajiri mkikaa polini huko jamani kweli?
Tajiri anakaga polini. Maana mimi najua mtu akipata hela mjini ndo anamiaga mjini kuja kuanza maisha mapya. Sasa ndo aseme kweli yuko mjini tajiri. Lakini pia Mwijaku naye kwa upande wake tulimshuhudia, au sio, naye pia akitoa kauli ambazo zinafanana kabisa za Doto Magari kwamba huko Katoro sijui Geita hakuna matajiri. Kumbuka kwamba hao wanatetea ugali wao kwa machawa wa Dar es Salaam, so wanategemea kwamba maybe watapata reward baada ya kuonekana kuwa wamewatetea matajiri wao. Lakini kiuhalisia bana, huyu bilionea wa Katoro jambo ambalo amelifanya katika ile shughuli lilisimamisha nchi noma kabisa. Watu wametumia pesa bana. Jambo la 4 ni mavazi ya King Kiba. Of course ile ilikuwa ni like a royal event, si ndio? Royal wedding. Lakini hebu cheki kitu ambao King Kiba alikuwa amevaa, yani dressing code ilikuwa ni kama vile anaenda chaka tu chaka, wakati sawa that was like a kind of chaka tu chaka, lakini it was a royal event, so alitakiwa aweke jumba fulani vipagale la maana, suti fulani safi chini, piga mokasini. Sasa hebu cheki King Kiba alivyokuwa amevaa, mieyusho kinoma ni ujamaa. Mambo kamando atafanya next time, ama tajiri mwingine akijitokeza anaozesha binti yake amchague Diamond Platnumz, kwa sababu Simba bana hajaikosea katika swala la kuvaa. So huyo ni King, tuachane naye, au sio? Okay, jambo la 5 ni tukio bana. Moja kati ya matukio ambayo mimi alinivutia sana ni kuwaona wale dancers ambao tumewahi kuwaona wakiwa na project na Angel Nyigu. So far walikuwa ni official dancers ambao waliperform katika send off ile pale ukumbini. Tuliona shikaji waliingia namna fulani hivi noma, so mambo yalikuwa ni moto kweli. So far I don't know kama ni Angel Nyigu ndo ambaye amewafungulia milango mpaka wameitwa katika tukio kubwa kama lile, lakini washikaji imekuwa ni shughuli yao, yani hii ni very normal kwao kupokea mialiko katika shughuli mbalimbali. Wanapiga kibunda, wanaenda wanatoa burudani na huwa wanatunzwa kweli kweli, noma sana. So hiyo kitu mimi kwa upande wangu ilinivutia, au sio? Lakini jambo la 6 ni bana, watu walilipwa pesa ndefu katika shughuli ile. Cameraman unaambiwa amelipwa kitita cha shilingi milioni 37 za Kitanzania, na hii sio maneno yangu, au sio bana? Hebu tumsikilize cameraman, yeye mwenyewe ndo ambaye ameongea kauli hiyo. Mtu ambaye umelipwa kama shilingi ngapi? Milioni 35. Milioni 35 amelipwa J Millions kuhakikisha kwamba ana document event nzima. Na hii ni send off to, imagine ladies and gentlemen. Hii ni send off. Je, harusi itakuwa vipi? Sio harusi, wedding itakuwa vipi? Bwana, hebu waambie wengine wanaoandaa send off. Bwana, kiukweli ambacho naweza nikawaambia, wanatakiwa waandae send off katika maandalizi yenye akili. Lakini jambo la 7 bana ni biharusi bana. Biharusi alipokea hundi ya bilioni 1 na milioni 400 za Kitanzania. Hiyo ni michango ya wanakamati tu, au sio? Noma kabisa. So hatari hii, tusizungumze sana kwa sababu tayari ni kitu ambayo imesha trend, almost kila mtu ameshaiona. So wewe kama ulikuwa bado hujakutana nao, basi taarifa ndo hiyo. Wanakamati waliwasilisha michango ya shilingi bilioni 1 na milioni 400 za Kitanzania kwa biharusi. Jambo la 8 ni promo bana. Katoro imepata promotion kubwa sana na Geita kiujumla. So far bilionea apewe hata ubalozi wa Geita ama ubalozi wa Katoro, kwa sababu ameitangaza sana Katoro. Baada ya lile tukio, almost kila mtu anataka kuzungumza chochote kitu kuhusiana na Katoro. Huwezi amini mpaka Vunja Bei ametengeneza moja kati ya post za kutumia AI. Of course zimekuwa ni nyingi sana, kila mtu anatengeneza, lakini kuona mpaka Vunja Bei ametengeneza, ujue this is so serious, au sio? So anauliza kwamba jamani, matajiri au nije na mimi nifungue duka Katoro, mnasemaje? So lakini zimekuwa ni nyingi sana, kama ambavyo unaona watu kibao wamekuwa wakitengeneza post kwamba wanaingia Katoro, wengine wanapiga picha like serious wapo Katoro na nini. So mambo yamekuwa ni mengi sana, like kila mtu anaitamani Katoro. Sasa hebu tuambie kwenye comment hapo, na unaitamani Katoro? Unatamani kwenda Katoro? Anyways, namba 9 ni michezo ya hela ibane. Katika ile shughuli kulikuwa kuna michezo ya fedha, noma kabisa, noma sana. Watu wamemwaga pesa katika shughuli ile.
Lakini tukio lingine ni performance ya King Kiba bana. King Kiba ameshusha bonge moja la performance. I think hiyo itakuwa ni kwa sababu amelipwa vizuri, au sio? Ameperform katika kiwango chake cha juu kabisa. So far Kiba alitendea haki sana ukiachana masuala yake mavazi, lakini katika upande wa performance King Kiba aliua kinoma noma, na of course amevuna pesa ndefu sana kwa sababu baba wa biharusi alikuwa akimtunza King Kiba noti za dola 100 kama zote. Ukizihesabu tu hizi kwa haraka haraka hapo ambazo umezitoa ni kama dola 10,000 hivi. Noma sana. So hao ndo matukio 10 ambayo alitikisa nchi katika harusi send off ya watu wa Katoro huko bana. Ilikuwa ni noma sana. Mambo alikuwa ni moto, japo machawa wa Bongo adai kwamba mambo mbona long time before yalishafanyika na matajiri wa Dar es Salaam hapa mmoja wako adai kwamba Waarabu matajiri wa Dar walishafanya mambo kitambo. Siku hizo shavuka huko wameacha. So watu wa Katoro disenka vile wanajimwamba fai, lakini hakuna chochote kipya kwa sababu yote Dar tulishafanya. Lakini hiyo sio sababu ya ku-underrate bana. Kitu ambayo ilifanyika ilitikisa nchi kweli kweli. So usiache kusubscribe ili usione unapitwa stories zote za burudani like this, au sio? Chao.